Watu wengi wanadhani wanafanya maamuzi yao wenyewe. Lakini ukweli ni kwamba akili yako inaongozwa bila wewe kujua. Kila siku kuna mtu, brand au hata rafiki anayevuta waya za fikra zako kimya kimya. Leo nitakufunulia mind game 7 ambazo watu wenye ushawishi, wanasiasa, wajasiriamali na hata marafiki zako wanazitumia bila wewe kugundua. Zinafanya kazi kwa kila mtu, hata wewe. Na ukizijua, utaziona kila siku kwenye mazungumzo, kwenye matangazo, hata kwenye mapenzi. Lakini kabla sijaanza kufunua mchezo wa kwanza wa akili, subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya sasa hivi kama unapenda kujua jinsi akili ya binadamu inavyoweza kudanganywa na jinsi ya kujilinda dhidi yake. Tuanze mchezo wa kwanza. Mind game ya kwanza. Udanganyifu wa uchaguzi. The illusion of choice. Wanasema una uhuru wa kuchagua, lakini je, kweli unao? The illusion of choice ni pale unapopewa uhuru wa kuchagua kitu, lakini kila chaguo limepangwa kukupeleka kwenye matokeo yale yale. Mfano halisi, unapokwenda kununua simu au product yoyote, unaona ofa 3. Basic package, standard package, premium package. Karibu kila mtu atachagua standard kwa sababu inaonekana balanced. Lakini kampuni tayari ilijua utakachochagua. Waliunda basic na premium si kwa kuuza, bali kwa kudhibiti uamuzi wako. Hii inatumika kwenye siasa, marketing, hadi mahusiano. Ukiuliza mtu, unataka kunisaidia sasa au baadaye leo, tayari amekubali kusaidia kwa sababu ameingia kwenye mtego wa udanganyifu wa uchaguzi. Ukiona chaguo nyingi, usijiulize ni nini nichague, uliza nani aninipa hizi chaguo. Mind game ya pili, athari ya urembo, the halo effect. Tunapenda watu wazuri, lakini tunasahau kwamba akili yetu inatufanya tuwahukumu vibaya kwa urembo wao. Halo effect ni pale unapomuona mtu mzuri kimuonekano, ukadhani ni mwaminifu, mwelevu au ana tabia njema, bila ushahidi wowote. Brand nyingi hutumia hili. Wanaweka wenye sura nzuri kwenye tangazo, halafu akili yako inajaza sehemu iliyobaki. Bidhaa hii ni bora. Wanasiasa wanavaa vizuri, wanatabasamu, wanatumia sauti tulivu, si kwa sababu ni watulivu, bali wanataka ubongo wako utengeneze picha ya uadilifu. Urembo ni sumu ya kwanza ya akili. Ukiona kitu kizuri sana, simama sekunde chache na uliza, je, ninavutiwa na ukweli au sura? Mind game ya 3. Mbinu ya hatua ndogo. The foot in the door technique. Huu ni mchezo unaofanya kazi kwenye kila jamii duniani. Ni pale mtu anapokuomba kitu kidogo kwanza ili akuombe kikubwa baadaye na ukubali bila kugundua. Mfano, naomba unitumie 1,000 tu, nitarudisha kesho. Baadaye wiki moja, bro, naomba 5,000 kama ile ya jana. Ubongo wako unajidanganya kuwa ukishakubali mara moja, lazima uendelee kuwa consistent. Marketers hutumia mbinu hii unapojisajili bure, halafu ghafla unakubali kulipa premium kwa sababu ulishaanza safari. Kila kitu kinachoanza kwa ombi dogo kina ajenda kubwa nyuma yake. Mind game ya 4. Athari ya kioo, the mirror effect. Watu wanapenda wanaowafanana nao, na hii ndiyo siri kubwa ya ushawishi. Mirror effect ni pale mtu anapokurudia maneno, muitiko au hata mwendo wako kimya kimya, na ghafla unahisi mna connection. Wauza bora hufanya hivi. Wanazungumza kama wewe, wanatabasamu kama wewe, wanaketi kama wewe, na ghafla unahisi huyu mtu anaelewa hisia zangu. Ushawishi sio nguvu, ni kioo. Unapomuona mtu anakufanana ghafla, jiulize, ni uhalisia au ni mchezo wa akili? Mind game ya 5. Mtego wa upungufu,
The scarcity trap. Limited offer. Only 2 left in stock. Last chance to register. Scarcity trap ni moja ya michezo inayotumia hofu ya kupoteza kitu. Ubongo wetu hutukia sana kupoteza kitu kuliko kupata kitu kipya. Ndio maana brands hutumia maneno hayo kukulazimisha kufanya maamuzi haraka. Utaona countdown timer na kabla hujafikiri tayari umebofya buy now. Watu wanaotumia mbinu hii wanajua kitu kimoja. Ukiharakisha maamuzi unakosea. Ukiona kitu kinasemekana kiko kidogo, pengine hiyo ni silaha ya kukukosa busara. Mind game ya 6. Mbinu ya mlango wa uso. The door in the face technique. Hii ni opposite ya foot in the door technique. Mtu anaomba kitu kikubwa kwanza, unakataa. Kisha anaomba kitu kidogo na ukubali. Kwa sababu sasa inaonekana ni ombi dogo. Lakini mchezo ulikuwa huo. Aliomba kubwa ili akupate kwenye dogo. Wanasiasa, wachuzi, hata marafiki wanajua mara nyingi mtu akishasema hapana mara moja anataka kujisikia mzuri kwa kukubali kidogo baadaye. Kila ombi dogo lililofuata ombi kubwa ni mlango wa uso. Mind game ya 7. Athari ya kikundi. The social proof trap. Umeona watu wengi wakinunua kitu na ukaamua kujiunga. Karibu kwenye mchezo mwa mwisho. Social proof ni nguvu ya akili ya kundi. Tunafikiri kitu ni sahihi kwa sababu wengine wengi wanakifanya. Unapoona video ina views milioni 1, ubongo wako unasema lazima ni nzuri. Unapoona watu wengi kwenye mgahawa mmoja, unahisi chakula ni bora. Lakini hiyo ni saikolojia ya herd mentality. Na ndiyo silaha kubwa ya influencers, marketers na hata dini fulani. Wingi wa watu hauonyeshi ukweli. Mara nyingi, wingi ni ushahidi wa ujinga unaosambaa haraka. Sasa unajua. Kila siku kuna mtu anacheza akili yako kama piano. Kwa maneno, tabasamu, au muda. Ukiwa na maarifa haya, usiwe mwathirika, uwe mchezaji. Tumia mind games hizi kujenga utamini, ushawishi na kujilinda dhidi ya udanganyifu wa kisasa. Kama umependa video hii, bonyeza like, subscribe na share na mtu anayependa kujua siri za akili za binadamu. Na kwenye comment, niambie, kati ya hizi mind games 7, ni ipi umewahi kuiona ikitumiwa kwako bila kugundua?